Okay, sasa tulizungumzia mfumuko wa bei, jinsi ambavyo unaweza kuathiri maisha ya mtumiaji lakini pia na mzalishaji. Sasa tulizungumzia inflation, tukazungumzia deflation. Inflation tukazungumza kupanda kwa bei, lakini pia deflation ni kushuka kwa bei, kwa sababu vitu vikitokea maana yake ndio tunasema kwamba ni mfumuko wa bei. Kwa hiyo inaweza katokea katika hizi sehemu mbili, na sehemu zote zikitokea maana kuna madhara ambayo yanatokea pia. Kwa hiyo leo tutazungumzia njia ambazo mtu anaweza akajikinga na mfumuko wa bei, kwa sababu mfumuko wa bei ni kitu ambacho huwezi ukakizuia, kwa sababu kila siku tuseme kwamba uchumi unakuwa unabadilika. Kwa hiyo ni kitu ambacho huwezi ukakizuia, lakini pia unaweza ukajikinga. Kwa hiyo hizi ni njia ambazo mtu anaweza kutumia kwa ajili ya kuweza kujikinga na mfumuko wa bei. Njia ya kwanza, lazima uweze kuwa na vyanzo vingi vya mapato. Maana yake kama una chanzo kimoja cha mapato, basi jaribu kuongeza vyanzo vingine. Kwa sababu ukiwa na vyanzo vingi, maana yake wewe inakuwa ni ngumu sana kuweza kupata madhara au kuweza kupata athari katika mfumuko wa bei, kwa sababu kuwa na vyanzo vingi, maana yake tayari tunaona kabisa kwamba ile tunasema kwamba balance inakuwa ipo vizuri, kwamba chanzo kimoja kikiwa kina nani, kingine kitakuwa vizuri. Yani chanzo kimoja kikiwa kina hatari, kingine lazima kinakuwa kipo vizuri. Kwa hiyo vinakuwa vinategemeana. Kwa hiyo lazima uweze kuwa na vyanzo vingi vya mapato. Lakini pia njia nyingine, lazima uweze kuwekeza. Na maana rahisi kabisa ya kuwekeza ni kwamba fedha inakufanyia wewe kazi. Kwa hiyo lazima uweze kuwekeza, kwa sababu kuwekeza uwekezi ni kwamba fedha yako inaongezeka. Maana moja kati kitu ambacho pia huwa kina wasili sana na watu ambao wanaweka akiba. Maana wale ambao wanaweka akiba kwenye mfumo ambao sio mzuri, wale wanakuwa wanaathiriwa sana kwenye mfumuko wa bei. Kwa hiyo lazima uweze kutoa kwenye akiba, uweze kuwekeza. Kama unaweza kuweka akiba, wekeza kwa mfumo wa uwekezaji. Hii itakufanya uweze kuwa sehemu salama kabisa. Lakini pia kitu kingine ni kuokoa matumizi. Maana kama wewe ulikuwa na matumizi ambayo sio ya lazima, basi unaweza ukayaacha kabisa, kutoyafanya. Kwa hiyo lazima uweze kutengeneza mfuko wa dharura. Lakini pia matumizi ambayo unaona hayafai, unaweza ukaachana nayo. Lakini pia njia nyingine, tengeneza budget. Budget kwa maana rahisi kabisa kwamba ni mapato na matumizi. Kwa hiyo jaribu kupunguza matumizi. Maana kama ulikuwa na matumizi makubwa baada ya mfumuko wa bei, basi punguza matumizi. Kwa hiyo kwa sababu ukiendelea kuwa na matumizi hayo maana tayari unaenda kuathiri kipato chako, na hii ndio inaweza kupelekea wewe kuingia kwenye athari za mfumuko. Kwa hiyo lazima uweze kuchukua tahadhari ya kupunguza matumizi ili uweze kuendana na kipato chako. Lakini pia njia nyingine ni kuepuka kabisa madeni. Katika kipindi cha mfumuko wa bei, hakikisha kwamba uweze kuingia katika madeni ambayo hayakulazimu wewe uweze kukopa, kwa sababu ukienda kukopa madeni, maana tayari unaingia kwenye matatizo ambayo ni makubwa zaidi. Kwa hiyo lazima uweze kuepuka madeni ambayo sio ya lazima uweze kukopa. Kwa hiyo ni njia ambayo inaweza kufanya uweze kuwa sehemu nzuri zaidi. Lakini pia njia nyingine ambayo unaweza kutumia ni kuongeza maarifa na ujuzi ili kuweza kujifunza kitu kingine zaidi, unaweza kupata mapato mengine zaidi. Kwa hiyo lazima